Okay, baada ya kumaliza kuedit hizi detail, hakikisha una click huko pembeni kuonesha tayari umeshaondoka kwenye hizi comment, ili uweze kuactivate sehemu nyingine ziweze kuendelea. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa, usiende kwenye print panel, rudi home. Ukirudi home, select hapa sasa, uende kwenye preparation of student report. Hapa tayari tunao wanafunzi wetu hapa. Sasa utaklik hapa mara moja. Baada ya kuklik, utachagua sisi tumejaza data kwa ajili ya kuprint report za September. Tukajaza August na September. Kwa utakuja hapa chini, utaklik hii midterm to September report. Kuklik mara moja, details zote zitakuja katika sheet yako. Baada ya hapo, utaenda moja kwa moja go au start printing page to page. Utaklik hapa mara moja, hii page imefunguka na details zote zilizokuwa tumezijaza pale zimeonekana hapa. Kwa mfano hapa, hii ndio tumejaza, tarehe ya kufungua tumejaza hii, na haya ni maoni ya wale walimu ambao tumejaza. Kwa hiyo utakapofika hapa, utasema print now. Utakaposema print now, baada ya kuklik mara moja, utaanza. Je, unataka uprint ya kwanza mpaka mwisho? Ndio. Ya kwanza ni 1, kisha utasema okay. Ya mwisho ni ngapi? Kama printer yako ni nzuri, unaweza kuprint zote mara moja mpaka ya 8. Kwa unasema okay. Hapo zitaanza kuprintiwa moja baada ya nyingine. Kwa sababu mimi sina printer, nimeunganisha kwenye PDF na kuonesha namna itakavyokuwa. Kwa hiyo hii ilionekana hapa ni ripoti ya kwanza, taandika 1, save. Kisha huenda itaonekana nyingine, taandika ya pili, save. Huenda itaonekana ya tatu, na maana hivi ndivyo itakavyotokea kule kwenye printer. Taandika ya 3. Mimi hizi naziweka kwenye PDF na ananiambia hii 3 ipo, mimi nitasema 30. Nitasema 30. Itakuja nyingine, hivi ndivyo utakavyokota karatasi zako kule. 4, mimi nitaongeza na 0. Itakuja nyingine, nitasema 5, 0. Kule kwenye printer yako ndo zinatokea hivi. Nitaandika ya 6, 0. Mimi nitaandika ya 7, 0. Hizi hautaandika, isipokuwa wewe ukikomandi kule ndivyo utakavyokuwa unavuta karatasi. Ina maana tayari ripoti 8 zote zimetoka kwa pamoja. Ukiangalia ripoti yetu utaona kuna sehemu comment zimeingia moja kwa moja za walimu. Kwa hiyo kitu kilichobaki, kama ni shule ambayo wanafunzi wanalipa ada, utaingiza amount ambayo wanatakiwa kulipa, amount aliyolipa pamoja na balance kwenye zile sheet. Sasa twende tukaangalie zile sheet kwa mara moja, tuone namna gani zile ripoti zitaonekana kule baada ya kuwa printed. Kwa hiyo nitafungua hapa, nitaenda moja kwa moja. Nafikiri zilikuwa zinaingia kwenye document. Nafikiri ndio hizi hapa, 1, 2, iliyofika 3 inaanza kuandika 30, ya 4, ya 5, ya 6. Ngoja tufungue tujaribu kuziona namna gani zinaonekana huku katika report. Ni PDF, kwa hiyo nazifungua kwa kutumia PDF. Mtaniwia radhi kwa sababu PDF yangu hii nime upgrade. Hii ndio report na ndivyo inavyoonekana. Angalia muonekano wake safi kabisa. Ngoja nipunguze font tujaribu kuiona. Hii ndio report na ndivyo inavyoonekana. Unaona comment zote zimeingia, na hapa chini kama analipa ada basi atajaziwa hapa details ada. Kama halipi ada, hizi zitabaki blank. Hii ndio mfumo wa report na ndivyo report inavyoonekana. Logo ya shule, maneno haya hapa, zile marks zote alizopata, position, mwanafunzi kawa 6 kwenye somo la civics kati ya wanafunzi wa 8, history kawa wa kwanza kati ya wanafunzi wa 8. Kuna masomo mengine, hii kawa wa kwanza kati ya wawili, hili kawa wawili kati ya 4. Pamoja na comment za walimu wake, mwalimu wa darasa, mwalimu taaluma, mwalimu mkuu. Hizi comment zinafuatana na magrade ambayo wanafunzi wameyapata. Angalia ripoti inaonekana vizuri. Badili sasa shule yako yoyote kwa free bila cost yoyote upate ripoti nzuri kama hii. Asante sana kunisikiliza na tuko pamoja. Kwenye swali lolote usisite nipigie kwenye namba iliyopo au namba 0653407894. Asanteni na karibuni kwenye teknolojia.